Wakenya katika maeneo tofauti nchini wameshiriki kwenye shughuli ya upanzi wa miti ilivyoelekezwa na serikali. Mkewe naibu rais Dorcas Rigathi aliongoza wakazi wa Kikuyu katika upanzi wa miti katika eneo la Kihunguro, naye waziri wa afya Susan Nakhumicha pamoja na viongozi wengine wa serikali za kaunti wakishiriki kwenye shughuli hiyo kaunti ya West Pokot katika shule ya upili ya Tepkalit. Mwanahabari wetu Innocent Ogaro na mseto wa taarifa kuhusu upanzi wa miti nchini. Mke wa naibu rais Rigathi Gachagua, Dorcas Gachagua, aliongoza zoezi la upanzi wa miche katika eneo la Ondiri, Kikuyu, kaunti ya Kiambu, akiwataka wakazi kuendeleza zoezi hili kuwakumbuka walioathirika na janga la mafuriko. Tuambia tuintuze vizuri, tukituza vizuri inatupatia uhai, tusipoituza vizuri it gives us maafa kama haya tunaona. So we must continue and make sure that we are planting trees and taking care of our environment. Kwingineko, waziri wa afya Susan Nakhumicha alikuwa katika kaunti ya Pokot Magharibi akitumia fursa hiyo kuwataka wakazi kusaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Our target ilikuwa 25,000 trees, but we have gotten a challenge that the holes that were dug yesterday were washed away by the heavy rains of last night. So what we have managed to plant today is about 15,000, but we have seedlings which we have left behind for the two institutions and the community around to be able to finalize to assist the ministry to meet its target. Chumba Murkomen naye akiongoza zoezi la upanzi wa miti kaunti ya Homa Bay amesema serikali itagharamikia ukarabati wa miundo msingi iliyoharibiwa na mafuriko. We will support the CFA here so that the local community have ownership of this project. It will be futile if those of us who come from Nairobi and other places come plant trees and leave, and there is no one to tender to give good care to the trees, but also to sensitize the community of the importance of protecting this forest. Hapa Nairobi, kiongozi wa kikundi cha Green Africa Group mwanamazingira Daktari Isaac Kalua amesisitiza pana haja ya kupanda miti zaidi nchini ikiwa njia moja ya kupambana na mafuriko. What is happening in our country today, and for the reason why we have the holiday, is because we have lost lives. And unless we deal with what we have to deal with, we will continue to cry. Kenyans need to be sensitized on the need to plant trees. And we need to, this is also a means of diversifying from non-essential farming to alternative sources of farming. Yeah? If we plant avocado trees, it is big money today, for example. Katika kaunti ya Kericho, msitu wa Tuluapa eneo la Londiani, waziri wa kawi Davis Chirchir kwa ushirikiano na afisa mkuu mtendaji wa shirika la usambazaji stima mashinani REREC, Daktari Rose Makalama, waliongoza shughuli hii ambapo wizara ya kawi imehimizwa kupanda miche milioni 5 kila mwaka kwa kipindi cha miaka 10. Kwenye msitu wa Mau zaidi ya miche 20,000 ilipandwa kama njia ya kuwakumbuka waliopoteza maisha yao haswa katika mkasa wa bwawa eneo la Mahimayu. We are targeting to plant at least 10,000 seedlings around this area, because this is an area that is equivalent to a kilometer square, which is one block. Wizara ya mambo ya trade and investment ndio ina spearhead kuongozwa na waziri na wale pia wanafanya kazi kwa hiyo wizara ya mambo ya investment. Mbunge wa Sabatia Clement Lawyer akiongoza upanzi wa miti eneo la Sabatia kaunti ya Vihiga amependekeza kuundwa kwa sera zitakazohakikisha ukataji miti unadhibitiwa ili kulinda mazingira. We are going to set tree nurseries in all protected environments, especially schools, beginning from when schools will open. That is on Monday. We have an initiative of setting up tree nurseries in all schools. Innocent Ogaro, KTN News.